Ngoma za asili ni sehemu muhimu ya utamaduni wa Tanzania, zikihifadhi historia, mila na desturi za jamii na kuendelea kutangaza utamaduni wa Tanzania ndani na nje ya nchi. Katika tamasha la 17 la muziki wa kitamaduni la Sigogo lililofanyika Julai 24 hadi 26 mwaka 2026 katika Chamwino Arts Center jijini Dodoma, tulikutana na kikundi cha Nyati Mchoya kinachotunza na kuendeleza sanaa hii ya asili. Katika Nyati Mchoya, uchezaji wa ngoma hauwezi kutenganishwa na muziki. Mdundo wa ngoma na vyombo kama zeze huongeza miondoko ya wachezaji, huku wachezaji nao wakiupa uhai muziki kupitia miondoko yao. Zeze lina nafasi kubwa sana, maana ukianza kupiga zeze, wewe mwenyewe sasa hivi akianza kupiga zeze, utasikia tu mwili wote unasisimka. Kwa hiyo zeze katika si ngoma ya gogo, zeze lina nafasi kubwa sana, maana linaleta ladha ya muziki wa Kigogo. Vijana wa sasa hivi sio wengi sana ambao wanapenda, lakini kuna wengine ambao wanapenda na kuna wengine ambao hawapendi, lakini tunamshukuru Mungu. Lakini akiniona atapata na ule upendo sana. Hivi huyu anajua ngoma za asili, kwa nini mimi nisijaribu? Maana hizi ngoma za asili kwa mfano kama sisi vijana zimetupa faida nyingi sana. Na faida nyingi, unaenda kuiba sehemu, unatoka sehemu nyingine unaenda sehemu nyingine, hadi leo kutumeenda. Maana kama mwaka juzi mimi na ndugu yangu hapa kutoka India. Kwa hiyo isingekuwa kama utamaduni huu, mimi India nisingeenda. Babu zetu wametoka Hispania, wamecheza ngoma hizi. Kwa hata sisi wenyewe tulikuwa tunaangalia, mimi kama baba yangu alikuwa anasema bana, tu ucheze mtuku wangu, ngoma ina faida hizi. Kwa mfano mimi sijasoma Hispania, nimeenda. Kwa hiyo ukiangalia viongozi wengine Ulaya hajaenda, lakini mimi nimeenda. Kwa hiyo mimi napenda tukushauri kuwa vijana, hata kama vijana sasa hivi wanajiita Gen Z, waje kwenye ngoma za asili. Ni nzuri sana, zina faida zake. Mimi kama hii ishakuwa kama tu ni ajira yangu. Uchezaji wa ngoma pia ni sanaa ya kujifunza na kufundishana. Maarifa ya miondoko, mapigo na matumizi ya vyombo vya muziki hupitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Yaani hata ukiwa umelala ukisikia zeze linalia kwamba uko utamu, nani anaupiga huo utamu, lazima uamke na ushtuke. Na unadhani uwepo wa vifaa vinavyotoka nje ya nchi, magitaa, vinanda, ngoma za kisasa, unahatarisha matumizi ya vifaa hivi vya asili, kwamba ukiwepo kuna vinanda na magitaa, labda watu wanaweza wakaacha kabisa kutumia mazeze wakawa wanatumia magitaa? Unaona kuna hiyo inaweza ikatokea? Hiyo inaweza ikatokea, ila sasa ni sisi tu wenyewe inabidi tupende ngoma zetu kwa za asili. Maana tukiangalia hata wanasema taifa lisiokuwa na ngoma za asili hilo sio taifa hilo. Kwa inabidi tupende utamaduni wetu, hivyo tutakuja, lakini sana sisi wakutu hivi tuvipende. Nyati Mchoya inaonyesha namna sanaa mbalimbali zinavyoshirikiana. Muziki unaipa nguvu ngoma, ngoma huupa uhai muziki, na miondoko ya wachezaji hubeba hadithi na utamaduni wa jamii. Na ngoma zote ninacheza zote, hakuna ya kupumzika, ila nacheza ngoma zote. Kuna nindo, kuna mziki wa mazeze, kuna muheme, kuna msaigwa, kuna msuhuno, kuna mhongwa, pamoja na vingine vingi. Ngoma ya muheme zamani ilikuwa inachezwa wakati wa matukio, labda tukio likitokea wanacheza, lakini sasa hivi yani inachezwa majukwaa yoyote. Kwa mfano ilikuwa inachezwa wakati wa tohara, watoto wa kiume yani wakipelekwa jando, ndo walikuwa wanacheza sana
Yaani mtoto akipelekwa jando ndo walikuwa wanacheza sana, labda na wakati wa mavuno walikuwa wanaicheza sana. Wakishavuna wanafurahia, wanapiga ngoma, wako vizuri. Hata watoto wanacheza, wanaume wanacheza pamoja na wanawake wote, yaani inachezwa kwa kila mtu. Kwa mfano ngoma ya nendo tunaichezea hizi nguo tulizozivaa nyeusi, nindo hiyo. Lakini mheme unaweza ukabadilisha tu nguo yoyote, lakini nindo ni lazima ucheze na nguo nyeusi. Mimi nawaambia tu vijana na watoto, kwa sababu mimi nimeshapita umri, yaani wazingatie sana hizi ngoma zetu, hizi zipo vizuri kwa kweli. Yaani ukicheza kwa kweli, hata sisi hapa umri huu tuliofika, yaani ukicheza siku hiyo ukirudi nyumbani unajisikia vizuri. Alafu tena tunafundishana tu mambo mengi. Kwa kuendelea kujifunza kucheza na kufundisha ngoma za asili, kizazi cha sasa kina nafasi ya kuhakikisha sanaa hizi zinaendelea kuishi na kufika kwa vizazi vijavyo. Ngoma ya nindo inachezwa wakati wa mavuno, lakini kwa sasa tunacheza sehemu yoyote. Ngoma ya nindo inachezwa na watu wote, wanawake na wanaume. Lazima tuwe na mtu wa kuzitunga hizo stepu, na tunacheza stepu moja tu. Na washauri vijana wenzangu na wadada wenzangu tucheze ngoma hizi. Ngoma hizi kuna faida nyingi, tunaimarisha mwili cha kwanza, akili inakaa sawa. Matamasha kama haya kuna mambo mengi ya kujifunza. Kama mimi sina jambo lingine, lazima nitachukua jambo lingine kwa mwenzangu. Na washauri tuwe pamoja. Nyati Mchoya, sanaa, muziki na ngoma zikikutana katika kulinda urithi wa Tanzania.